kikawe msaada, kikafanyike sehemu ya kufanikisha mpango mwingine kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kwa hiyo wakati Mungu ana mpango juu yako, huo mpango alionao Mungu juu yako, wakati huo mpango unafanyika msaada kwa mpango alionao Mungu juu ya mtu mwingine. Kwa hiyo kila mmoja ashikilie kusudi, atafute na kujua kusudi au mpango Mungu alionao, ili kwamba kwa sababu huo mpango Mungu alionao juu yako, ujue ndio mpango pia ambao utamsaidia na mtu mwingine ambaye Mungu ana mpango juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Okay, Mungu ana mpango juu ya maisha yangu. Mungu ana mpango juu ya Exodus. Si ndio? Mpango wa Mungu juu ya Exodus, huo mpango wa Mungu juu ya Exodus. Mpango wa Mungu juu ya Exodus ni mpango ambao kwa namna moja ama nyingine pia ni mpango ambao utanisaidia mimi kutimiza ule mpango ambao pia Mungu anao juu yangu. Kwa kila mmoja anafanyika kiungo cha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie poa kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Usichukulie poa kujua mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Usichukulie kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu cha kutafuta kwa bidii na siku zote, ni kujua mpango wa Mungu juu yako. Haleluya. Haleluya. Sasa nikisema mpango hapa, usifikirie mambo makubwa kwamba mpango sasa labda nilikuwa mhubiri ama ni kufanyaje. Yaani mpango wa Mungu uko katika level ya chini mpaka level ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Na level ya juu sio kwamba ni muhimu kuliko level ya chini, kwa sababu level ya juu haipo bila level ya chini. Hiyo level ya chini ndio msingi wa level ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba bila msingi haiwezi kusimama, si ndio? Lakini msingi huwa hauonekani. Kinachoonekana ni nyumba, si ndio? Nyumba inaonekana imesimama, lakini msingi hauonekani. Kwa kile kidogo ya asubuhi nilisema, kile kidogo unachokifanya ina kazi kubwa, ni ya umuhimu mkubwa sana kwenye ufalme wa Mungu. Sikidharau, ingawa hakionekani, ingawa hakishangiliwi labda, lakini inafanya kazi kubwa sana kusimamisha nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zile dakika mbili unazochukua kumwambia mtumishi wa Mungu ni utoaji kama ambao tumefanya mahali hapa, na mojawapo pia ya kuonyesha kwamba unamtegemea Mungu ni kwenye utoaji. Kwa sababu kama usipotoa, manake moyo wako kumtegemea Mungu inakuwa kidogo inakuwa na maswali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ule utoaji wako unaofanya, ile sadaka yako unayoitoa, yaani ni muhimu, ndio inayosimamisha ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unapomwona mtumishi mkubwa amesimama, kina Mwakasege labda, kina Renard Moto wakati huo, si ndio? Na wengine wengi ambao mnawafahamu, watu maarufu wanaomtumikia Mungu, lakini ukienda kuangalia kwenye huduma zao, wako watu hawaonekani, lakini usiku na mchana ndio wanaosababisha huyu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kujua ni kipi basi ambacho nikifanye, ni mpango upi, ni kusudi lipi nisimame nalo kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa nini Mungu aseme? Nimesema hivi ni kwa sababu yeye ndiye alituumba. Mwanzo sura ya 26 anasema, sura ya kwanza mstari wa 26 na 28, 27, 28 anasema tufanye mtu kwa mfano wetu wakatawale. Kwa hiyo mwanadamu amefanywa kwa mfano wa Mungu kusudi akatawale. Kwa mpango wa Mungu ni mwanadamu kuja kutawala hapa duniani. Ndio maana Mungu anasema, najua mawazo nilionayo juu yako. Anajua. Akasema tumfanye mtu kwa mfano. Hebu tusome hilo andiko mara moja. Kama umepata, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tusome tafadhali.
Mwingine afungue Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5 na Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Asante sana mpaka hapo. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5 aliyepata wasomaji? Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Neno la Mungu linasema, Yeremia 1:5. Neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo maandiko yanatupa kujua kwamba Mungu ametuumba akijua kwamba huyu mtu namuumba akafanye nini, ana makusudi, ana mpango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, ndio sasa Mungu anasema ya kwamba najua mawazo, mpango nilionao juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Zaburi 24. Zaburi 24. Kwanza ule mstari wa kwanza. Zaburi mstari wa kwanza anasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Na juu ya mito ya maji. Na juu ya mito ya maji. Alithibitisha. Alithibitisha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu yoyote mwenye kitu chochote, mwenye mali yoyote asiyejua kusudi la kuwa na kile kitu. Kwanza unapokusudia kwenda kununua kitu, unakuwa umekusudia kwamba naenda kununua kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu na yeye ameturuhusu tuwepo hapa duniani kwa sababu ana mpango na sisi. Sisi ni mali yake. Hakuna, narudia tena, hakuna mtu mwenye mali yoyote, kitu chochote, ambaye hajui kazi ya hiyo mali alionayo. Yaani fedha unayo alafu hujui kazi yake. Hivi yupo mtu aina hiyo? Hamna. Unayo fedha, unajua kazi yake ni nini, si ndio? Una thamani pale ndani, unajua kazi yake ni nini. Mungu sisi ni mali yake, anajua kazi yetu kwake ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana anasema najua mpango nilio nao juu yako. Kwa huko hapa si kwa bahati mbaya. Hapa anasema vitu na vyote vijazavyo, maana yake mimi pamoja na wewe ni sehemu ya vitu vinavyojaza nchi, si ndio? Kwa tu mali ya Bwana. Tu mali ya Bwana. Kama tu mali ya Bwana, Bwana anajua kwa nini anatumiliki sisi. Kwa nini sisi tupo kwa ajili yake, anajua. Kwa hakuna mtu ambaye yuko kwa bahati mbaya chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Wala hauko mahali hapa kwa bahati mbaya. Wala haujaamka leo unapumua, unaishi, unaenda kwa bahati mbaya. Upo kwa makusudi. Mbingu ina mpango juu yako, mbingu ina mpango juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichobaki ni sisi kuendelea kumtumaini, kumtegemea na kufanya ushirika naye ili kuruhusu mpango wake uweze kutimia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ile Yeremia 1:5 anasema nalikujua. Yeremia 1:5. Yeremia 1:5, naomba turudie hapo mara moja tena. Ujue ya kwamba hata kabla haujazaliwa wewe bana ulijulikana. Tunajikumbusha siku ya leo ili tuendelee kuimarisha nia yetu kwa Bwana. Kabla sijakuumba, kabla sijakuumba
katika tumbo nalikujua. Yaani kabla haujavaa huu mwili Mungu anakujua. Kwa hiyo kumbe alikuwepo Moses ambaye sio wa huu mwili. Alikuwepo Moses roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu ni roho na roho huzaa roho, hakuna punda anayezaa ng'ombe, wala hakuna uwezi kupanda mahindi ikaota mbaazi. Haleluya. Mungu ni roho na roho huzaa roho. Petro wa kwanza 1:23 anasema hivi, nimekuzaa kwa neno lenye uzima. Kwa mimi na wewe tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu lililohubiriwa kwako, ukasikia, uimani ikaumbika, ukaamini, ukachukua hatua ya kukiri. Ulipokiri ukapata wokovu. Huo wokovu ukakufanya mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kila mmoja hapa amezaliwa na Mungu, na huyo Mungu ni roho. Kwa hiyo wewe ni roho. Kwa kabla hujauvaa huo mwili ulikuwepo wewe rohoni, ulijulikana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulipojulikana vile, sasa ule mpango, mbingu ikawa na mpango kwamba ukatimize, na mtu wa kutimiza ni wewe. Kwa hiyo sasa ikatengenezwa mpango wa wewe kuvaa mwili utokee duniani, kwenye huo ukoo uliotokea, kwenye hao wazazi waliokuzaa, wamekuzaa, lakini sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu mbingu imeruhusu wewe uzaliwe uje hapa duniani kutimiza mpango wa Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Alafu anasema hivi, na nikutakasa. Anasema nimekujua kabla sijakumba, kabla hujatoka tumboni, na nikutakasa. Kutakaswa maana yake ni kutengwa. Ni kutengwa, yani maana yake ni kwamba unatengwa maalum kwa ajili ya kusudi fulani. Unatengwa maalum kwa ajili ya mpango fulani kwenye maisha yako hapa duniani. Unatengwa, umetengwa. Yaani hichi kiti kilipotoka kiwandani sasa hivi kimekamilika tu. Maana yake tayari kimeshatengwa, imetoka kwenye mfumo wa ile mitambo kiwandani, sasa kimetengwa kwa ajili ya kukaliwa. Kimetengwa kwa ajili ya kutimiza kusudi ambalo yule mwenye kiwanda ameamua kukitengeneza. Haleluya. Kiwanda cha mbinguni kimeamua kututengeneza, alafu kikatutenga kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe umetengwa. Ni mimi na wewe kujua, kufahamu na kuelewa hivyo, na kufanya ushirika na ukaribu na huyo ambaye ametutenga, ili kwamba aweze kutimiza. Kwa sababu tabia nyingine alionayo Mungu ni kwamba hawezi kulazimisha, ila atafanya kila mbinu uweze kujua unachotakiwa kufanya. Atafanya kila namna alete kwenye ufahamu wako, kwa sababu si amekuumba kwa mfano wake. Yani ile mawazo, ile akili na nia yake amepandikiza ndani yako. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa namna yoyote Mungu atafanya kila namna uweze kujua ni nini amekuitia hapa duniani. Atazungumza kwa mazingira, mtu atakuja atakwambia, au mtu atahubiri, utasikia mtu anahubiri, aidha umesikia redioni. Kwa namna yoyote, kuna namna fulani tu utapata kujua kwamba mimi mpango wa Mungu juu ya maisha yangu ni huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo utakapopata kujua, utakapopata kuelewa na kuwa karibu na yeye, sasa ishu nyingine ambayo Mungu ameweka ni kwamba nguvu ya kuweza kutimiza huo mpango zina yeye. Kwa nini amefanya ziwe na yeye? Kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi. Lakini pia angeziachilia ziwe juu yetu, maana yake angekata ule ushirika wetu na yeye. Kwa hiyo ule ushirika, ili ule ushirika ule udumu, lazima zile nguvu awe nayo yeye, ili nimgeukie yeye anisaidie, kwa sababu mimi mwenyewe sitaweza bila yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo umetengwa kwa ajili ya hilo kusudi. Kwa hiyo ziko sababu 3 kama unafanya